Haya. Kwale hoye. Kwale hoye. Wamama hai. Wamama hai. Wazee. Asanteni sana. Baba amekuja. Amerudi Kwale. Simba imetoka kule Simba Hill. Nataka kunguruma. Tulisema wiki yote tutakuwa mkoa Pwani. Jumapili tulienda kule Lamu. Jumatatu tukawa Lamu. Jumanne tukawa kule Tana River. Jana tulikuwa huko Kilifi. Leo ingekuwa tuko Taita Taveta ili tuje hapa kesho, lakini nikambiwa kule Kwale Waislamu. Siku ya Ijumaa ni muhimu sana kwa mambo ya msikiti. Ndio tukabadilisha tukasema tuingie Kwale siku hii Alhamisi ili kesho tuwe Ijumaa tuwe kule Taita Taveta. Jumamosi tutamaliza kule Mombasa. Sasa hii ni harakati ya kuja tu kusalimu watu wa Pwani, ni kuambia kwamba mti hakuanguka. Unajua wahenga walisema ati mti kuu kianguka wana wa ndege huyumba. Sio ndege ilikuwa na yumba, lakini ilikuwa ni upepo tu ambaye ilitingisha mti mkuu. Mti bado iko. Wale nasimama imara. Tumesimama imara. Ndio sababu ingawaje leo niko na mkutano kule ni Diani huko wa delegates, na vile vile kule Ukunda mama huyu mama Mzito ananiambia mimi hakuna hafla hapa Kwale town ya kina mama. Akasema nije nionane na kina mama ana kwa ana. Huyu mama Mzito amesimama imara kwa miaka mingi zaidi. Alianza kama yeye bado mtoto mdogo, amesimama na chama cha ODM kwa miaka hizi zote. Nakuja wengine ndio wanateuliwa kusimama na yeye anabaki tu kwa chama. Amebaki kwa chama, akawa hata pale kule kwa upande wa diwani, akawa MCA. Mara hii akasema nataka kusimama kama women rep. Maana yule ambaye alikuwa hapa kama women rep Mazuleha akawa anasema nataka kwenda kujaribu kule Kinango. Kwa basi sasa yule mama anasema nataka kwenda kuungana na wanaume huko weka hapa. Na amefanya vizuri. Amefanya vizuri bila naona kule bungeni amesimama imara. Sasa hapa wengine amekuwa na namna hii kuna ile maridadi pande nyingine na pande na hiyo, lakini yeye bado amesimama imara kwa chama. Leo ametangaza tayari yeye ako kwa ODM na yeye anabaki kwa ODM. Kwa hivyo tunasema tuko na yeye pamoja. Na kazi ambayo anafanya ni kazi nzuri sana kusaidia kina mama. Hii ndio inatakikana. Maana yake yale miradi ambayo ameleta hapa itasaidia wamama wote kuzalisha mali. Ile kitu tunataka sisi kama chama cha ODM ni kuimarisha hali ya maisha ya watu wetu. Naona katika wimbo wetu wa taifa ndio imeweka ile ndoto ya waanzilishi wa taifa letu. Hiyo wimbo tukianza mkutano tuliimba hapa. Mungu bariki nchi yetu ya Kenya. Haki iwe ngao na mlinzi. Tukae na ndugu moja na imani. Raha tupate na ustawi. Hiyo ni nchi kwanza. Mungu bariki nchi yetu. Tuwe na haki iwe ngao na mlinzi. Haki itaweza kuwa ngao na mlinzi ikiwa kama kuna kitu kinaitwa demokrasia katika taifa. Kama kuna dhuluma katika taifa, ndio haki inakuwa ngao na mlinzi. Pale ambapo watu wanauawa kiholela, hakuna hiyo.
Pili, ati tukae na undugu, amani na uhuru. Tuwe unakaa tunapendana, hakuna ubaguzi ya kijinsia, hakuna ubaguzi ya kidini, kuna ubaguzi ya kikabila, kila Mkenya yuko sawa. Lakini mwisho nasema raha tupate na ustawi. Raha na ustawi ni mtu ambaye ameshiba. Unake mtu ambaye ana njaa hana raha. Mtu ambaye ana njaa ana raha. Si mtu ambaye ana njaa ana hasira. Si ana hasira. Sasa nasema raha tupate na ustawi. Natakikana wewe unakuwa unakula asubuhi staftahi, ikifika saa 6 na kupata chakula mchana, jioni unapata chakula jioni, ndio unaenda kulala. Ndio sasa wewe unakuwa na raha. Lakini haya yote iko shida. Kwa mfano tangu hao jamaa waingie kwenye hatamu ya utawala, si maisha yamekuwa mbaya zaidi? Gharama imepanda hajapanda? Bei ya unga hapa iko chini. Bei hapo iko namna gani? Na ya sukari je? Ya petroli, mafuta ya kupika, kila kitu imekuwa adimu kupatikana. Kwa sababu hiyo nasema jamaa hao afuati ile ndoto ya waanzilishi wa taifa letu ya kusema raha tupate na ustawi. Na hiyo ndio chama chetu cha ODM inasimamia. Chama chetu inasimamia haki ya kwanza, haki ya maisha, right to life kwa kimombo. Ya pili, haki ya chakula, right to food kwa yuko pale. Ya tatu, haki ya afya, right to good health. Yani kama wewe kama ni mgonjwa mpaka upate matibabu, kama una pesa au huna pesa, upate matibabu sawa sawa. Na wewe vile vile usilale na njaa, kila mara unapata chakula. 4, right to education, haki ya kupata elimu. Kila mtoto ambaye anazaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate nafasi sawa kuanzia nursery kuingia primary, secondary mpaka chuo kikuu, kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Tuelewana vizuri? Alafu baadaye tunakuja kwa haki ya kupata ajira sawa sawa. Hao yote iko katika katiba yetu na vile vile mwongozo chama chetu cha ODM. Ndio sababu mara hii mimi nauliza watu waingie ndani ya chama chetu cha ODM. Tunasajili watu ndani ya chama chetu cha ODM. Hiyo ndio imeleta sisi mara hii ukule. Nataka watu wengi waingie ndani ya chama chetu. Vijana, akina mama ambaye sasa wamehitimu umri ya kuingia kwa chama, wao wanachama kamili. Utakuwa na haki yako ndani ya chama chetu cha ODM. Vijana ndio nguzo ya chama. Kama vijana wanaingia kwa wengi kwa chama, wanapata nguvu zaidi. Nataka wazee ambaye sasa wamelegea huko chini wapande juu, wache nafasi kwa vijana kule chini, ili chama iwe na nguvu. Na wamama ndio maua ya chama. Maua unajua ndio inatongoza nyuki. Si maua ndio inatongoza nyuki. Nyuki kana maua pale ni maridadi, ndio inakuja karibu pale na asali inatengenezeka. Sawa sawa. Nataka kina mama wewe na ingie na chama hii na nguvu zaidi. Women League, Youth League, alafu tuko na veterans, wale wenye vita, wapigani wa chama, wale majeshi wa chama wako na nafasi yao, na wazee wako na nafasi yao kutoa rai kwa chama. Na vile vile tuko na wasomi ndani ya chama chetu cha ODM. Kwa chama chetu ni chama ambaye iko na malengo mazuri kwa Wakenya. Nataka Wakenya wengi waingie ndani ya chama chetu. Mtaingia? Mtaingia? Wangapi wataingia kwa chama? Nione mkono yenu hapa. Sasa mimi nasema na
nimesikia yale ambayo yamesemwa hapa. Huyu kijana Juma Boy huyu, ni mtoto yangu, ndugu yangu mdogo. Baba yake alikuwa pamoja na Jaramogi. Jaramogi alituma baba yake ng'ambo kusoma kule Ujerumani. Ndiye akaja hapa akawa kama kiongozi wa wafanyikazi. Wakati huo walikuwa pamoja na ndugu Dennis Akumu wakati ule. Na mimi na baba yake tulikuwa marafiki kabisa. Kaka yake alikuja kwa bunge, tukakaa naye kwa bunge. Baadaye unajua mimi nilikuja hapa kampenia yeye kama senator. Si unajua namna hiyo? Unamjua hiyo? Sasa yeye mwenyewe siri amesema alitereza kidogo, lakini yeye hajatoka kwa ODM. Amebaki ndani ya ODM. Sema mbele yenu. Mbele yenu. Kwa hivyo mimi nimeshika mkono yake namna hii. Awe ndani ya chama cha ODM, nafanya kazi kwa chama. Na akitereza kidogo namna hii, nyinyi mnamchapa yeye kiboko. Sasa mchapa kiboko. Mchapa kiboko. Nikiwa hapa Matuga mimi niko nyumbani. Na kunajua hapa kwa mzee Bambaulo ni kwangu hapa. Bambaulo na Jaramogi walikuwa ni kama chanda na pete. Kabisa. Wao walikula ile chali ya Wadigo. Jaramogi akakata damu na Jaramogi akakata damu na wakaunganisha. Sasa mimi nikakuja hapa nikaingizwa huku ndani. Na mimi jina yangu ya Kidigo naitwa Gakweli. Sindio? Mimi nikiwa kama niko nyumbani kabisa. Hakuna kitu mimi sijui hapa. Hata kule ndani ya kaya Digo mimi nimeingia. Sasa tunaingia kule tunaenda. Nasema hodi tuaja. Hodi tuaja. Mimi ni mmoja wenu hapa. Ndio mimi nataka tuungane pamoja, tujenge chama chetu, na mimi na hakika tutafika pale kule nataka kuelekea. Inshallah. Asanteni sana, Mungu awabariki.